Pate mema hayo, anakufuruga furuga hapa mapema, ufe kabla ya wakati wako, kabla haujafikia malengo yako. Kwa hiyo ningependa ukae mkao wa kuelewa, maana nataka nikusaidie mahala fulani. Tunaomba. Asante Kristo kwa sababu ya neema yako, kwa kunipa nafasi na kunitumia kama chombo tu, ili Baba injili hii imfikie mlengwa. Asante Kristo kwa sababu neema yako yatosha. Nani katika Kristo Yesu tuomba. Amina. Jana tukaona vijana na bado tunatembea na vijana hawa. Unaposoma kitabu cha Kutoka 23 aya ya kwanza ama uanzie aya ya pili, ilikuwa inazungumzia kwamba usiandamane na mkutano, maandamano. Na vijana wetu wengi wanatumika kwa maandamano, wanakufa kwa maandamano, lakini Biblia ilikataza, ikasema vijana msiende kwa maandamano. Tukasoma pia Warumi 13 haya ya kwanza, ambayo ilisema maneno yafuatayo. Mwalimu, kama uko na Biblia hapo, Warumi 13 aya ya kwanza, hebu tusome hapo, na kama hujapata ninaweza kusoma mwenyewe. Anasema, kwa maana hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu, na ile iliyopo imeamriwa na Mungu. Mamlaka yoyote kila mtu atii. Chief akiwa mtahani, na kuna mamlaka chief ameweka, kila mtu wa Mwangulu, raia wa Mwangulu afuate mamlaka ya chief. Na kama kuna MCA pia, yeye ni kiongozi, ameweka mamlaka yake, tufuate kama watu wa Mwangulu, raia wema. Kama ni polisi wameweka mamlaka yao, lazima tufuate kwa sababu ni viongozi. Biblia inaendelea kusema hivyo, hamwasie mwenye mamlaka, ushindana na agizo la Mungu. Kwa hiyo unaposhindana na mtu mwenye mamlaka, unashindana na Mungu. Unaposhindana na babako, unashindana na Mungu. Unaposhindana na mamako, unashindana na Mungu. Unaposhindana na chief, sub chief, mpaka mzee wa mitaa, unashindana na Mungu. Haushindani nao, maana Mungu ndiye amewapatia mamlaka haya wasimamie. Kwa hiyo anasema nao washindanao watajipatia hukumu. Inakauka tu namna hiyo. Wanashindana, utajipatia hukumu. Haya ya tatu anasema, kwa maana watawalao hawawatishi watu kwa sababu ya matendo mema, bali kwa sababu ya matendo mabaya. Basi wataka usimuogope mwenye mamlaka, fanya mema nawe utapata sifa kwake. Kama unataka kuogopa chief, fanya mema. Kama unataka kuogopa polisi, fanya mema. Kama unataka kuogopa president wa nchi, fanya mema nawe utapata sifa kwake. Lakini anaendelea kusema maneno yafuatayo, anasema hivi, kwa kuwa yeye ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo chief ni mtumishi wa Mungu, mzee wa mitaa ni mtumishi wa Mungu, polisi ni mtumishi wa Mungu, polisi wa manispaa ni mtumishi wa Mungu. Lakini polisi wa manispaa nao huwa wajielewi kama ni watumishi wa Mungu, huwa na waharasi wa mama kweli. Wewe polisi wa manispaa, kama huko hapa, usikie, usiharasi wa mama wakati wanauzauza. Nenda polepole, tumia mamlaka yako vizuri. Ukiharasi hivyo na unaharibu familia yako. Ndio utaona mapolisi wengi ambao wanaharasi watu ovyo ovyo. Angalia manyumba zao vile zilivyo, ni nyumba za kuhitaji, yani ni masikini wa kutupwa, kwa sababu wanafanya haramu, wanatulumu watu, wanafanya vituko. Nyumba zao zinakuwa laana tupu. Hata nyumba yake akilala maji inamtondokea, hata akilala na